Watoto wetu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo wamefanya na usije kujaribu. Ambia bwana zako usijaribu hiyo. Kuja kwa darasa. Pia kuja kwa darasa. Nitapata kufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru kwa sababu ya watoto wetu. This is the kingdom generation ambao wamefurahia. Bwana asifiwe sana. Hata mimi kiona si unaniona niko hivi. Dance najua. Bwana asifiwe. Kila tunatulia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni dance kwa dunia tukazidi. Sasa tuko ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunashukuru kwa sababu watoto wasikie muziki wa Yesu, nyimbo za nao wakajumuike pamoja nasi na hakika hiki kizazi Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sio dance pekee yake. Na hizi nyimbo wamekuwa kiimba sio siku inaimba, ni muziki ndio ilikuwa inachezwa au wakiimba. Kuna watu walikuwa wanauliza kina nani wanaimba? Ni hao. Hallelujah. But the difference is Bwana Yesu. Naweza kuketi, napenda kutangaza ya kwamba tuko live on YouTube. Bwana Yesu asifiwe. Tunaonekana dunia nzima. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tuko na Radio Vuna, kwa hivyo ukifungua mahali pale hata ukitaka hata wewe fungua. Si ni ajabu sana ukijiona hapo. Kwa hivyo nimepeana ruhusa, fungua hapo na ushare. Ambia watu hata mimi niko hapo umeniona na unamuuliza umeniona. Jaribu kuangalia hiyo hapo, niko na suti fulani. Unamwambia niko na nini? Karibu hapo. Reverend wetu wako pale. Reverend Jarita yuko pale pale. Unasikia? So inaitakuwa sawa sawa na Mungu wetu ni. Kwa hivyo jamii zetu zote mbili toka the Gari family mko hapo. Hallelujah. Hapa kuna familia zote. Hallelujah. And also the Masivo wako hapo. Ni furaha kubwa sana. Tunaendelea sana. Hizo familia sisi tusalimie. Tungeanza na Gari, tuanze na Gari family. Ombogi family tutasimama tuwapeni nafasi hii katika the Ombogi family. Tunawakaribisha kabisa katika ambao wamewezesha kufika mahali hapa. Wanapoendelea kufika, ningependa kutangaza kwamba kama kuna mchungaji hapo, nafasi hiyo iko mahali hapa. Na ningependa pia kutangaza hata washika wengine mnaweza jaza hizo viti hapo nyuma. Kwa hivyo ushers, make sure uko kumejazwa, kujazwe na itakuwa ni sawa sawa sawa. Ushers, to make sure wenye nakuja na muelekeza pande hii itakuwa ni sawa, sababu kwa hivyo ningependa kupeana hiki kipaza sauti kwa watu.
Tuko na furaha kwa familia, sio nyinyi peke yenu, hata sisi tuko na furaha kabisa. Na tuko na furaha kabisa. Wengeweza, kuna wenye walikuwa wakisikii vizuri, alafu na wale walikuwa Nairobi walienda wakaattend ile ilikuwa Nairobi. Reverend mzuri kutoka Costa kuja kabisa. Tena tuna furaha sana. Mimi kama sister yake last one nasikia niko na furaha. Asante kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Maria Mungu. Wala naitwa Mshu. Kuandaa wheelchair, kwa hivyo huyu ndiye anatuwakilisha. Bwana asifiwe. Nawashukuru na kwa majina naitwa Florence. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Shalin. This is my grandfather. Praise God once again. Na congratulate my uncle kufika kwa mahali amefika, kwa sababu sio kazi rahisi, lakini kwa uwezo wa Mungu anaweza kufika mahali. Tena namuombea maisha marefu. He is my uncle. Asante na kwa mazuri. Makofi kwa hao. Nao tunakaribisha tena Masibo. Yeah. Masibo family. Wapige makofi wanapoingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuinue mikono jameni. Haleluya! Ninashukuru Mungu kwa kuwa mahali hapa ni mahali napapenda, ni mahali pa tunawaita wazazi wangu, kwa sababu mimi ndugu ya mama Margaret Lady alimlea pamoja na dadi Mititi kule na pia nimemuona pale. Nashukuru Mungu. Kwa hivyo tunawaita wazazi wetu na mama, kwa hivyo wametulea na tunashukuru kwa sababu wametuelekeza katika njia ya wokovu. Pia sisi ni Living Gift Ministry, tulikuwa chini ya Deliverance kwa miaka 25, you know, then Mungu akatuita katika ministry kuanza. So we thank God. You have very good and a woman of God. Mkiwa chini ya Reverend Mr. and Mrs. Mititi, usifanye ubadilike. Wewe labda utakuwa Mungu anayehanam. So I thank God. Mko mahali pazuri. Kuna nilikuwa nataka kuja kati kuwe wengi. Kuweza kuja wengi kwa sababu kuna graduation ya wale na wale wa Boyside tuwakilishe upande huu. Kwa hivyo lakini walileta salamu za furaha katika kanisa hili. God bless you mightily. Pigeni makofi kwa hawa ambao praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. Say that God as a person. Say great Masibo. I am the nephew to Reverend Mititi, Reverend, and Nikwe kwa Richard, and I've seen their video, and I thank God for it, and I don't know what it is like for Bariki, and it is like for you. My name is Samuel Masibo. I'm the last born of family, and I'm the nephew to Reverend Mrs. and Mr. Mititi. And I listened what is going on. So thank you for giving us time, and I
I wish you the best. Mungu awabariki. All the time. Inaitwa Ken Masibo. Ndio fourth kwa hii family ya Masibo. Margaret Mititi is na sisi tunaendelea kutoa shukrani kwa Miss Mititi na Mr. Mititi wamefika, anasonga akisonga. Ukiona unakwama mahali anaweka mkono. Sasa hii ya pasta na madam weka mkono, na tunazidi kushukuru na tunaendelea kushukuru. Kwa hayo yote nasema asante sana. Kufika. Pole. Hata alikuwa ananichokora pale na simu nikizima, nikamwambia niko kanisani. Alipenda kufika mahali hapa. Anaipenda hawa wazazi na roho yao yake yote. Mahali pale aliposikia tumefika, alicheka na furaha yake yote. Alituma salamu. Anawa congratulate. You know, let me just share one thing. In deliverance, ili uitwe reverend mpendwa, umechapa kazi. Ili uite pastor wa kuordain, utachapa miaka 20 ndio kuordain as a pastor. Ili jina lako lipatikane mpendwa, umechapa kazi mpaka. Congratulate them for the great work that God has seen them. I know because I was there. So God bless you. Hajalala tujamwacha, yuko mbali kidogo, yuko nchi zaidi. Mali yuko anamtukuza Bwana. Kwa hivyo Family. Hallelujah. Tumefurahia. The Gari family. The Gari family. Tumemaliza Masibo sasa. Acha tukuje. Walimaliza kweli. Jana watoto wako pasta, wajukuu wako wamesema mtakuja baadaye. Kwa hivyo mbajani tutapata nafasi. Ningependa pia kutoa tangazo kipaji hiki 150 si sawa, shilingi 150. Haleluya, tuko pamoja. Kwa hivyo tutaendelea na itakuwa sawa, na Mungu awabariki sana. Kwa sababu ya muda, ningependa kuchukua kipindi hiki nimpokeze mchungaji Reverend Juguna. Amen. Pastor Ben Sabatemo, thank you for leading well. Naongoza vyema. Naona baadaye future moja tutafanya tangu tuje haujasalimia jirani yako, mwambie na kusalimia sana. Hii ya mabele hiyo direction. Namna unashika na kusalimia salamu yote. Uko demonstrate. Welcome. We are so grateful. Tunashukuru Bwana. Salamu ya mkono yote. Amen. Thank you. Reverend Jeremiah
Njuguna. Mimi ni overseer wa Deliverance Church Masaba Subdivision, maeneo ya Ironi kule mahali Reverend Mititi na niseme kwamba nampenda Yesu, amenitoa mbali. Historia kidogo, miaka 23 Mungu aliniita nikafungua kanisa Deliverance. That is 2001. The same year mimi nilifungua April, Reverend Mititi akafungua mwezi wa 10 sana. Na hiyo hali nakumbuka, ukianza jambo inakuwa hujui. So ilifika mahali Reverend Mititi anataka kubatiza, akasema tuone nieleza mahali kidogo kuja nisaidie kubatiza. Kwa hivyo nilimsaidia kubatiza the first batch, na mahali Mungu ametufikisha, na mshukuru sana. Na ni baraka kubwa kuwa hapa. Mimi nimeoa, naitwa Sheila Bridge, sio kuamka. Jina la ufunuo kuamka ni Bridge, si kuvuka. Sheila Bridge Njuguna. Na mimi anakuja Elisha Fanana na mke wa Mititi. Mke wa Mititi yeye ni Mluya, mke wangu, lakini wakikaa hapo nafikiri ni ya twin sisters. Wacha tuchukue watu waliojunguna mwana maajabu ya Mungu. Hii jamii, nashukuru Mungu kwa Deliverance Church Nyansoko, kwa wote ambao wamekuja katika sherehe ya leo. Church nimekuja na Biblia, sio kuhubiri lakini kutaja tu neno moja katika kitabu cha Timotheo ambalo mimi naona screen kubwa sana. Can you put that scripture there? And amen. Are you seeing the script by faith? Amen. First Timothy wakati tunasikia mtu amekuwa ordained, ndio hiyo inatuambia First Timothy 5 verse 17, the Bible says, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially those of they who labor in the Amen. Yani elders, ukisikia mtu anaitwa elder ni mtu anaelewa. Ni watu wamekomaa. Elders ni mtu ambaye anaaminiwa hata kwa kijiji. Elders ni wanasonda huduma. Elders, kuna Kisii County elders ni watu ambao wanaaminiwa. We have elders in the faith. Wakati Reverend amehubiri vyema, amevumilia changamoto za huduma, amesaidia wengi kusimama kwa imani. Nikiona kina Collins, nikiona wengine kina Edwin Baraka ambaye Baraka angalia huko live, kuna TV Edwin Baraka na kusema kwa jina la Yesu, ngekuwa hapa amefanya kazi nzuri, kazi njema. Reverend Mititi amefanya kazi nzuri. Ukiona jengo kama hili, ukiangalia vile tulivyo, ametawala vizuri na jina la Bwana. Wote kufanya hivi, sema double honor. Tunapo mheshimu Reverend Mititi na mke wake, tunatimiza maandiko. Amen. They have done substantial service to the Lord and they laboring. Unajua kila mmoja wetu hapa, mama zetu walileba tukazaliwa. Kwa hiyo kuna laboring in the word of God and which he has done, na akakaa kwa doctrine. Reverend ana ndogo ama kubwa pale, yeye ametumikia Bwana. Haleluya. Na tunashukuru Mungu ya kwamba amekuwa kielelezo kwa neno na kwa mwelekeo kwa doctrine. Kwa hivyo maana kwa ordained means ya kwamba umepata kibali mbele za Mungu. Kwa hivyo nasi elders wa Deliverance Church nao wanakuwekea mkono mara mbili. Yesu alipokuwa anakuwa akiwa mdogo, kusoma Luke 2:52, alikuwa na kibali mbele za Mungu na kibali mbele za
watu. Hivyo tunapofahamu Reverend Mititi ana kibali mbele za Mungu, mbele za watu, tuwe kutambulisha wale tuko nao. Deliverance Church International tuko na mpangilio. Eneo Isongesiko. Bwana Beswa, Isonge Bwana Beswa. Kanisa 5. Alafu tuko na Masaba Sub-region ambao iko na kanisa 4. Amen. Na Irondi tunaongeza deliverance. Mnataka deliverance kuje Irondi? Mnataka tukuje Irondi? Good. Hiyo sasa nani atakuwa mchungaji praise and worship team? Anza kujiandaa tuinue mmoja hapo. Tuko na sub-region inaitwa Kisii Central. Iko kubwa, iko na kanisa 11 and Reverend Mesha Kumweli ambaye ameniambia ni wasanii. Tuko na sub-region inaitwa Kisii East and Vitalis Ahuta iko na kanisa 4 pia. Tuko na ingine inaitwa Maanga Sub-region ambayo wabasi yako hapa nitamuita. Na tuko na ingine inaitwa Nyamira Sub-region kanisa 35. Amen. Kwa hivyo tuko hapa na tuko na wabasi wetu ambaye atakuja kutupatia tupigie wabasi wetu makofi. Amen. Huyu wabasi ni wabasi wa katika mambo ya unishi katika hii hicho. Hivyo nataka niwajulisheni wale waliofika siku ya leo. Wachungaji wa ambao ni wa other areas and I want to give this chance to wakati tulifanyiwa ordination in this year 2024. Wachungaji wanne walikuwa ordained. Reverend Mititi, Reverend Joyce Mungare. Na wale walikuwa ordained mwaka huu tuko na watatu wako hapa. Nataka tupatiane kwa Reverend Joyce Mwangu kutoka Deliverance Church Birongo aje awasalimie. Huyu dada amen. Ndio shujaa wa Yesu. Karibu hivi. Amen. You look smart. How do you feel your day? I'm so grateful this day because it's the day that the Lord has made. So I'm here rejoicing together with my brother, Reverend Mititi, on this day when we are celebrating your homecoming. I'm so delightful and I'm so grateful because of what the Lord did. It was our year. Actually, we pressed those mountains and God made us go through. So I'm so happy. May God bless you. Be glorified. I'm Pastor Reverend Joyce Mwango from Birongo Deliverance under my overseer, Reverend Jeremiah Juguna. Thank you so much. Yes, I'll next year you are coming. Yeah, thank you. Pale tufurahie huyu dada wetu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa baraka. Unanibariki sana. Mwambie ukimaanisha wewe ni wa baraka. Niko na crusade inaendelea pale Masimba, nahubiri pale hata jana kusikia sauti. Jana tumepambana na mapepo ya Masimba. Lakini tuna ushindi. Na nitarudi huko after. Vile mnaimba vizuri, sikia hadi kwa Masimba. Haleluya. Wapendwa, Reverend kwamba tumetoka mbali na wewe. Na this man na familia karibu nirudi kwetu Kiambu. Unajua kuna mahali kanaitwa Kabiaka, wakasema Kabiaka tukatuirareka kule Kericho. Wakisiwa wakatoka Kabiaka wakarudi nyumbani. Karibu niseme Kabiaka, lakini walisimama na mimi
Sikuacha huduma, niliendelea kutumikia Bwana. Sitakosa, kabidi nifike hapa angani pigwe picha pamoja na Reverend Mititi sababu tumetoka mbali. Amen. Tuko na mmoja wetu ambaye Reverend Enoch Magedi. Yeye ndiye eldest kuliko sisi. Amekuwa Deliverance Church 32 years. Lakini wakati amekata tamaa akaambiwa yuko kile makofi Reverend Enoch aliyetembea na Mungu. Yesu tembea pole pole. Reverend Magedi kutoka Manga hiyo michino. Hiyo ni invitation. Yes, Bwana asifiwe. Vicho na wasia na Valentina pamoja na wasia wetu Mititi pamoja na Reverend Joyce na wachungaji wote na marafiki na kanisa zima. Ninataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo amenipa. Nimalizie wapi? Maana wakati unaposema Reverend, kwangu najihisi kama ni aibu kidogo. Maana I don't know kile kiwango au yale majukumu Reverend anafanya. Maana ninapokumbuka tulipokuwa pale, wakati Bishop alikuwa anatusomea na kutuambia yale tutafanya, alituambia kwamba tusiwe mabwana, lakini tuwe watumishi. Bwana asifiwe. Na akatupa, tumewekewa mikono na hiyo kazi. Alisema hakuna kazi nyingine sasa ni kufanya uinjilisti, ni kufuna mioyo, ni so winning. Akasema kama ni majengo tuache kujenga, tusifanye maendeleo mengine, na kaneno nje tuokoe mioyo. So I don't know whether Reverend Mititi you are prepared for that, au ni celebration tu tutakuwa naye alafu tuwewe majibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yangu sitaki kuongea mengi, maana vile Pastor Juna amesema it's about 32 years nimekuwa nikifanya kazi ya Bwana. Tulipokutana the first day with our overseer Ngoma, mahali makanisa inaelekea kuwa 100. Nikakaa chini ya utumishi, chini ya Reverend Jackson Ongeri for 16 years as an associate pastor, na nikarudi pale nikakuja ya wana. Ibada ya kwanza nilifanya Manga, nilikuwa peke yangu na mke wangu na mlevi mmoja. Nimefanya kazi pale mpaka siku moja nikafika nikaamua niondoke, maana nilichoka na nikakutana na changamoto nyingi. Lakini I thank God for my wife who is not here. Aliniambia si wewe kanisa tunahubiri, kama wewe unaenda mimi siendi. Akaniambia yeye aende, kwa hiyo lazima tufanye kazi. Akaniuliza sasa, wakati aliposema sasa, nikaona atakuja kuwa kikwazo zaidi nisiporudi pale. Iye kabisa huduma, kazi ya mchungaji, kazi ngumu. Kwa hiyo mama alisimama hapa akasema kitabu fikie lazima umeangaliwa. Kwa hiyo ni maombi yangu, praise the Lord. Wala wasi si wageni wasirika, amjafanya kazi, fanya kazi. Praise the Lord. Nimeona kuna timu hapa
ambaye imesimama hapa inafanya chini ya ovasia wetu Mititi. Simama niwaone. Mwezi sasa ni mwezi msaidi. Sema amen. Ikiwa anakutuma na ulikuwa na tuko pamoja. Ikiwa unataka uinuliwe, simama na mtumishi wa Mungu. Praise the Lord. Bishop aliyekuwa aliniambia siku moja kwamba kama wewe unafanya kazi na yule ambaye msikie pale juu, waanze kumfuta chini. Waanze kumfuta chini. Kweli atakuja chini, lakini atakukalia. Na akukalia wewe utaanguka. Je, atabaki amerudi chini, lakini atakukalia. Kwa hivyo wacha tushikilie watumishi wa Mungu. Ndio kazi inaendelea. Sitaki kuongea mengi. Tumekuja hapa kuambia kazi imeanza. Praise the Lord. Tunataka tufungue makanisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Leo ndio kanisa kwa kole mekutano na ile bitigo anda abantu bakorangirira abakristo waitu na hiyo tukatakolea. Praise the Lord. Tufanye nini? Kazi. Wewe na mimi lazima tufanye kazi. Na sio kazi peke yake, lazima utoe hela. Ili kazi iendelee, lazima tuwe watu wa kutoa zaidi. Sultani Swali anasema hivi. Tuwe tukimtolea Bwana. Ndio kazi ikaendelea. Maana injili ni gharama. Tufanye kazi ndio injili itaendelea. Praise the Lord. Tayari nimepata simu, naondoka. Hata nimeambia Obasia naondoka. Kuna jambo lingine nahitaji niende pale. That's why nimesumusa nikawaambia tufanye bidii. Tusisherekee peke yake. Ikiwa wewe utakula ile chakula utafanya kazi. Sema amen. Amen. Utafanya nini? Tangaza Yesu. Amen. Praise the Lord. Amen. Sasa ni kazi imeanza. Sijakuwawekea mikono muende kutembea na majina makubwa makubwa, hapana. Nimewawekea mikono ili muwe watumishi, mfanye kazi. Kwa hivyo tunaanza kazi. Obasia, nimewaalika nyinyi wote tarehe 28 mkuje celebration maana. That's why nimekuja hapa mkiangalia nywele nyeupe amekuja kuja sio ni aibu. Kwa hivyo na wahitaji karibu watu 50 naenda kuwatangazia kwamba in Borao sub-region we are expecting about 50 people. Thank you. Glory to God. Sema so far so good. 2 more things I want to do, then I welcome Overseer. Have you ever seen ile ni mabarabara? Business inayojengewa Japan, China, kuna producer nyingine ya kiroho ambayo ina produce ni sawa na kilima. Hapa ni Nsioko. Arafu hiyo producer alikuwa pale. Muganga alikuwa pale. Kama ndiye alikuwa anakuza. Na ndiye alikuwa anashika microphone. Muganga alikuwa amemwaga vitu zake pale ndani ati tusihubiri.
Lord umuganga akatoroka mbele. Reverend Memao. Well, amen. This is a producer of na bado ana huruma. Amen. Bwana, unakumbuka zile muganga? Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu leo ninapo tazama pale tumetoka na mahali tumefika. Tulianza mbali. Na bado tunaenda wapi? Bwana asifiwe sana. Nashukuru kwa hiyo wakati ambaye tumekuja kufurahi pamoja katika ushindi huu na kumwambia Mungu heshima zote na shukrani. Matendo ya Mungu yetu ni makubwa. Wakati mambo yalikuwa yameanza mahali hapa, labda tungeulizwe itaenda namna gani, hatukuwa na baba yeyote tungeweza. Mungu, leo tuko hapa kushuhudia wema wa Mungu. Leo tuko hapa kusema yale matendo ya Mungu yaliyofanyika katika mji wa Nyansio. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka hata kabla turudi hapa crusade ambaye ilipata kufungwa. Baada ya kumaliza kutaka kuondoka, watu wakasema umetuambia juu ya Yesu na tumeupata, lakini tunaenda wazia next Sunday. Na mimi sikuwa nimeitwa pale. Nikamwambia msichana, mimi endelea kwenda, Mungu ata hapana, tumepata mahali. Tunataka tuanze kuingia mahali hapa na tumepewa mahali. Mungu nani sasa atakuwa anakuja kusikilia hii kazi? Nilikuwa nakumbuka ndugu, singejua wamekaa wapi, wanafanya nini, ingawa nilijua tu walimu wamekuja kufanya kazi sasa. Ambia ingia pale, mtu amesema tawapa hapa wewe. Kaambia ingia. Naweza kuwa nakuja. Kama siku nitamwombea. Na kumbe siku hiyo Mungu anaandaa. Tulipokutana kaambia yani kwa. Na hii kazi inaenda yumba kwa wewe. Siku nyingine tuanze hii kazi. Kwa hivyo leo ndio tuko mahali. Mimi naweza kuunga mkono ya kwamba tutende kazi ya Mungu kukali mchana, kwa maana usiku wacha hatutaweza kufanya neno lolote. Na kazi hapa Kisii, Njuguna, Kisii hapa haitaki hapa, nataka wani kisirani. Unajua hapa mnapigana mpaka mapepo ya kiroho. So kitu ya kwanza hapa kisirani ya kiroho, usio mtu wa kujaribu kupendeza watu. Ukisimama mbele tunapita na wewe. Ya pili, hapa inahitaji mambo mengi, inahitaji sana amira. Amira. Mimi hapa nilikuja, mimi natafuta kitu moja tu. Kitu moja tu. Muujiza moja. Kwa sababu wako lakini muujiza hawana. Sasa hapo Mungu hawape nguvu ya kulilisi kitu hawana. Yes, ni kitu leo. Sasa tumeana kitu hawana. Kama ni kitu wanipata kwa wanaume wachache. Hebu tupeane kitu watu hawana. Tulipanda hiyo mambo yatakuwa sasa. Ile keroka pia siku moja hapa tu nyumbani. Sio mbali sana. Kikuwa bado naenda mpaka inacho tumefika kule. Sasa tufanye kitu pale. Nikuje, wewe usisumbuke, usijali, nitaambia Mungu kitu. Nilienda hapa Kericho
nilibatizwa mahali inaitwa Minireti. Una nini alika ni msichana nilihubiri Injili siku moja kule Mombasa. Na hapo miujiza kubwa sana. Na nimewaambia ukuje. Kaambia pinga. Kaniambia ni IIC. Walipomuuliza huyu ni wa wapi, akawaambia sio wa kanisa yetu, lakini baadaye wanasema akuje tu afanye mkutano mmoja. Nikasema mmekosea. Nitafanya yote. Mimi nataka tu unipe tu. Chagua mwenyewe. Sasa nilipoenda pale mara ya kwanza, na nikasema Mungu, hiyo siku moja tu ndio nataka. Wapendwa, tukimtumikia Mungu, Mungu anakuwa pamoja nasi. Hakuna siku tutafanya kazi basi Mungu. Na wameweka vitu kama kanisa hivi, lakini hakuna chukua. Ukaniambia wachana na hawa kuna nini yao. Ukilia watu hawana nini? Nikageuka. Nilipokuwa na upili nikaona jamaa anatoka parliament. Msituni, hapo vilini mwili wote. Akaongoja akaacha, nikamwambia rafiki yangu. Akaniangalia akakucha. Nikamwambia ustahili kukaa hivi, nikamtoa ile matawi, nikamwambia kaa kiti nilikuwa nimekaa. Nikapiga chini. Nikasema sitaki kuombea wewe, naomba unipe. Watu wakaangalia wanauliza. Huyu mtu ambiesi sikwa na mtu yeyote. Akakaa. Nikahubiri Bwana na basi. Nikageuka. Wewe sio wasimu, wewe mtumishi. Na wacha niwaambie, baada ya kumwombea nikageuka kuuliza ni nani wangapi wanataka kuokoka kanisa lote na watu kama 500. Sababu walikuwa wamesikana kanisa kama 12. Kuokoka sasa mtu amekuwa kanisa. Haya wewe ni wow! Nataka uniambie, uongeleze kwa lugha yenu. Uwaambie nataka wale watu wanataka kusema ndio Bwana peke. Akaniambia basta, kama wameona Mungu si hakuna kitu vizuri na mbele kama kusema Bwana Yesu nimekuja. Nikasikia ndani kama wale wakarudia. Nikamwambia fundisha wapeleka wabatizo. Kijana, ni imagine mtu nasikia amesoma na alikuwa amesimama MCA. Baada ya kuwa na mabili kutoka. Baadaye tukaenda kwa baba yangu mwalimu na mama. Na waambia tunahitaji astonela amila. Itakuwa rahisi. So, wapendwa, hapa bado kuna kazi mititi, bado kuna kazi. Mpaka tuone hilo. Unajua ile roho tunapambana naye imeweza kuaccept ya kwamba kuna nguvu wamenipigia. Miujiza ilifanyika na mimi. Ule leva aliniambia mniambia watu wanasema basi sasa hawarudi kanisa. Wanataka hiyo kanisa yao. Nikamwambia kanisikia, mimi sikuja kufungua neno la Mungu. Usiwapeleke kanisa lingine. Wananiambia hapana, tunataka kama ile vijana wanasema. Kato, nikiona kimeumana, tuweke kitu pale, injili endelee. Wapenda. Kazi sio yetu. Na Mungu atakuja na katuki. Nilifanya mkutano kutoka Thursday mpaka Sunday. Wahubiri walikuja wakasema, "Pastor, tumesalenda, take over." Na niliomba Mungu kwa neno moja. Nipe tufanye kazi na basi kubwa.
Nimekuja kusema asante. Huyo Mungu amewabariki, lakini mlikuwa mmeitwa kazi. Mungu awabariki. Kila mmoja tusimame, jinyoroshe kidogo, sema natoka juu kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Sema na hiyo ndio kweli. Sema hiyo ndio kweli. Sema kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hiyo ndio kweli. Praise and worship to my sister. Amen. Kwa tunakuhitaji hilo jina. Amen. One song to celebrate the Lord. Praise Him. Amen. We are calling you. Dada wa baraka. Hii kanisa inatoa CD. So just give us one praise song. Be praise. Hallelujah. Indeed, it is a great day before the Lord and before us. Hallelujah. It is marvelous before our eyes and before God. Hallelujah. Nataka kupatia Bwana.
ili nimalize sehemu yangu. Tukimpatia Mungu utukufu, pia tunampatia ya shukrani. Amen. Sadaka ya shukrani, vitu zile Mungu ametupatia. Kipindi hiki jiandae kutolea Bwana sadaka, maana unampatia Mungu utukufu, sifa za kinywa chako, pia sadaka ile ambayo Bwana ametujalia. Niseme kitu, hebu niseme kitu. Vile Reverend ameinuliwa mapato yako ya hiyo 200, hiyo 5,000, uone maono, unasema next year time like this I will give 100 times what I have given in the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo andaa sadaka yako na uishike vizuri na usikuje. Amen. Na utoe sadaka yako kwa furaha na kushangilia. Amen. Ishike sadaka yako. Na kama hauna sadaka, ushike maono. Ushike maono haya kwamba Lord, naona nikishika this amount of money. Naona nikitoa this amount of money. Maono ya leo ndio kutimiziwa kwa kesho. Before the Lord. Shika sadaka yako vizuri. Baba, katika jina la Yesu, pokea sana. Hebu hii sadaka iwe imekubalika na iwe manukato mbele zako. Tunashika madhabahu haya ambapo ulimuita na ukamuinua Reverend Mititi. Amefanya kazi miaka 23. Tunapotoa sadaka, tuongezee neema ya kupata mali, nguvu ya kupata mali, ili Bwana tutumie hizi mali kuvutia mioyo kuelekea kwa ufalme wa Mungu. Nasema asante. Basi kuna kikapu hapa na kingine kule. Wale walio nyuma, tembea pole pole, uweke, tuanzie pale, uweke. Praise the Lord, uweke na mrudi, tuwe na imo ile pale ile, uweke na mrudi, ndio tupate wale hao wengine. Just welcome and pray. Una smile, maana utasmile ukibarikiwa. Amen. Mountain of Truth, angalia kwa screen au angalia, kuna sadaka hapa, unaweka kwa PayPal 277445. No, PayPal is 400 account 277445. Tafadhali weka kwa M-Pesa yako itakupatia. Na pia siku hii ukiona ni vizuri uwekee Reverend Mititi. Namba yake ni 0725 hiyo nyingine 8274 0725 8274 kwa simu yake umeruhusiwa. Mungu wetu awabariki sana. Bwana mheshimiwa. Zamu hii wapendwa tu wa South Nyanza East. Wakati 2021 sub-region hii ya Borabu ilipokuwa launch, tulileta bishop wetu, Bishop Nyerieko akaja aka launch hapa
Sub-region ya Borago. Angapi walikuwa hapo wakati tulilaunch sub-region? So yale maombi yaliomba sisi na tumepata our own regional overseer who is none other than Reverend Ronald Arita hapo katikati yetu na amefika. Huyu mtumishi wa Mungu naye one thing I love about him ambao ni kielelezo, yeye amevuja ile kitu inaitwa African time. Mwafrika anakuambia ngoja even 3 hours. Huyu amekombolewa kwa keeping time. Alifika mapema earlier than all of us. May God bless you. Mambo ya keep time, alitoka Nyamira akaja hapa mapema. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa Reverend na ameoa na watoto wake. So I saw Michael atawaita akija hapa. Kwa hivyo ni zamu kumkaribisha overseer to give us the word. Put our hands together. Let's stand up. Let's stand up as we welcome Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. I'm so delighted to be in this place today. Nimefurahia sana kuwa mahali hapa siku ya leo. Hii sio siku ya kawaida. Bwana sana. Because it might be not your day again to be Reverend. He has moved from there. I met Reverend Mititi almost 27 years ago. 27 years ago. That time I was beginning church in Nyamira. And the Bandit. And I was with Reverend Bishop Kamadewa from Eldoret, who was together with her in college. And then we just met her. And from that day, I got to know her. And I know a number of the family members. Only that I'm not seeing those I know. Praise the Lord. But we want to thank God so much. I heard somebody say it was like he was alone with the wife, because they can encourage one another. There was a time I was paying per month 8,000, and I was alone. Praise the Lord. And I was alone for a number of years, 3 years. And people were getting born again daily, but none was coming to our congregation. Wachungaji na wako. Sasa mimi naona hizi kamera sikiangalia sikiingia hapa sinavuta viti yenye haina watu. Na watu wamekaa mbali. Hata mimi nikitaka kujua sio wengine wakuje wakae hapa nyuma. Familia hii ya Mititi, we want to say a great thank you for the wonderful support you support Margaret and your children. Mititi would not be where he is today. But and I'm the most delighted person in South Nyanza, East, Central, and West, that we are the people who had people for ordination. We thank God for it. It never came easy. It has taken the hand of God. And because I don't have a lot of time, praise the Lord, I just want to say a few things. I came with my son. The others are not here with me. I am married. He is in a wedding in Nairobi of a niece, and she could not be here. Praise the Lord. My other children are not here. My study born is going for graduation. Is somewhere involved. My firstborn daughter
got a child recently, and she born. He is having a meeting as we are talking now in another place, so he's not here. Because they love coming this direction where their mother comes from. They love coming this direction because coming from. Praise the Lord. So when we came here earlier and we realized the church was not ready, we went to the place. Kwa hivyo tulienda kunywa chai, lakini unajua wale walikuwa wanatutengenezea chai sasa hawako. So tulikuwa tunaangalia tunakunywanga chai. Praise the Lord. But in all these things, we are more. In all these things, regardless of what you're going through, regardless of the challenges, regardless of the things that come, with this occasion, because I was, my wife wanted me so much to attend the wedding, but you know the responsibility of being an overseer to do with family things, it gives you another direction of bending. You bend, have to, praise the Lord, responsibility. So, when I was thinking about coming, I said, when we come, what we are going to do is to pray. You know, from last year, it's like we have had a consignment of challenges, especially in your mouth. I've not known you. It's today I've met you. And they said, when you were doing a crusade, and then somebody was trying to stop the crusade, and then you said the lorry. Tumekuja kuambia isiende na signboard. What is it? Something has to be done here. There are people who are saying negative things about the looking for. They know, wanajua ya kwamba kanisa haijahusika katika yale wanaoyasema, hasa kuhusu maajali ambayo imekuwa hapa kwa stage. Na leo tunapoomba, hiyo ajali inafika kikomo. Leo tunaomba kwa jina la Yesu. Wale waliotoka Nairobi Bwana sana, mwenye ako na tarehe ya maisha ya mtu ni Mungu. Maisha ya mtu ni Mungu. Nimeona miujiza maisha yangu hii, nimeona miujiza. Naombea watu, naona miujiza life. Ile siku mke wangu alikufa na nikasikia mambo watu wanasema, nilijiuliza, kwani Mungu mimi anipendi? Lakini najua Baba yetu na Mungu wetu,
tunaposimama kwenye madhabahu haya Deliverance Church, tunanenea mji huu wa Gichauli na tunatangaza kwa jina la Yesu, kwa wako wa uwezo Bwana, na nguvu zote zilizoinuka kinyume ya mji huu tunasikamata katika ulimwengu wote, na tunaomba Mungu ishie milele zikaanguke chini ya miguu yetu. Tunazikanyaga katika jina inayoinuka kinyume na kanisa maeneo haya, kila aina ya uchawi, kila aina ya uganga, kila aina ya upigaji, any power that God has programmed this land to go through accidents, and any power that is risen against the church, today, in the name of Jesus, we turn it down. Father, I pray, anyone who has been planted in this area to attack on the church, in the name of Jesus, today we turn the fire, we turn the heat. The sword back to sender. In the mighty name of Jesus, how I pray that God, in the name of Jesus, you send your angels now over this place. Lord, what the enemy has planted in this, for you have said in your word that in every weapon fashioned against us, every time that is raised against the house in judgment, we shall condemn. We condemn every word that has been spoken against Deliverance Church Nyansiongo. In the name of Jesus, that every word that has been spoken from whatever church Nyansiongo be reversed back to sender. We release this land. We declare no more accidents. We declare loss of lives through accidents, especially those of the household of God. Every altar demanding for blood, we feed you with the blood of those that raise you. We feed you with the blood of those that raise you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. I'm a preacher, and I don't know how to do ceremonies. Praise the Lord. I enjoy preaching more than Asante. I really wanted somebody so that I can be faster and finish quickly. Praise the Lord. Everyone that is come from the Masibo family, and the Lord richly bless you. Thank you so much, the Ombongi family, for the wonderful blessing. Praise the Lord. And thank you, the assistant pastors in the church. And thank you, the sub-regional pastors. And thank you, all the pastors. God, that we also had one ready ordained as reverend in the region. And so we bless the name of the Lord. God bless you. Acts chapter number 20. And 27 to 29.
But I'm going to look at verse number 28. Tutaangalia sana 28. The word of the Lord says, "Oh man." Chapter 26. I've read 26. Amen. Biblia inasema, kwa hiyo na washuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi si yote. For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Sikujiepusha na kuhubiri habari ya kusudi lote la Mungu. Therefore take heed to yourselves Jitunzeni nafsi zenu and to all the flock na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu as many you overseers amewaweka ninyi kuwa to shepherd the church of God with his own blood. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. For I know najua mimi that after will come in among you, wataingia kwenu, not sparing the flock. Wasijihurumie kundi. Us and let the Holy Spirit take over and bless our lives. We are only receiving those ordained, and we are saying the hand that you have received, it is called the hand of fellowship. It is where you are released. That which you have taken for yourself is the right thing. The Bible says, he who desires the office of is a good thing. In other words, when you want to serve the Lord, but it does not come easy. It has many challenges. It has many ditches. It has many ditches. Praise the Lord. It has so many things which is to hinder you from doing that which you have been called. But there is one important thing that you should never forget. The one that has called you, and he has said in his word, I will not leave you or forsake you. In other, as you go serving me, my presence is there with you. The presence of the Lord shall be with you. When you read the word of God, the Lord will be there with you. So you are not serving as a lone ranger. You are serving. Praise the Lord. Now, I have a few things to say, but our time is not there. And when they came to him, say, are you the one? Are you the Christ? He said, no, I am not the Christ. And when he said, I am not the Christ, he says, the one, the Christ. I am not even to loosen his shoelace. In other words, I don't have a position like him. But I want you to remember one thing. John the Baptist, he left the cloud. He left the temple. He left the usual place. Telling the people, repent, for the kingdom of God is near.
of God is near. And when he saw the Lamb of God that takes away the sins of the world. But this man, praise the Lord, in Matthew chapter 11, since the days of John the Baptist until now, sovereign violence and the violent take it by force. But in verse number 2, the Bible tells us he called his disciples. John the Baptist. He called those who were with him. Those who he had taught on how to pray. On how to worship God. On how to lead people to repentance. And when are you the one who was to come? Or can we wait for another? And the Bible refers to me. When the disciples had gone back to them, to him who had sent them, hallelujah, about John the Baptist, and they sing about him. This man John, what he is more than a prophet. Hallelujah. He said, whoever that is in the kingdom of God is greater than John the Baptist. In the kingdom, or was he outside the kingdom? He was a messenger. He had a message. The message was not from a man. The message was from God. And it was to show the people the one that God had called to take the sins of the world. Hallelujah. This man, without him, the Lord would not say, this is my beloved son, in whom I am well pleased. But by him, when he took and Jesus came down, the Holy Spirit descended from up. He said, a voice from heaven said, this is my son. I am well pleased. But Jesus says, those who are in the kingdom but John was greater than anyone who had been born of woman. John had no mentor. His mentor was God. And because he had no mentor, he made many blunders. Who can obey on Jesus? Praise the Lord. He was offended of this man that he has introduced the world. And they say, this man, if you were Jesus, would plan to be in prison. You go and ask him, is he the one? Or that very time, when he saw that question, praise the Lord, Herodias' daughter is going to dance in the presence of the king. The Bible says, it pleased the eyes of the king, and his hand was stirred up.
ask of me. Uniombe Even if it is the whole half of my kingdom. hata kama ni nusu ya ufalme wangu. Authority. Chochote ambacho iko chini ya mamlaka It yangu. is for your asking. Ni kila ambacho If you ask, ukiomba, I'll give a half of it. nitakupatia nusu Then yake. the woman, the girl began to think. Msichana akaanza kufikiria. He could not see what to ask. Angeweza kuona cha kuomba. Because if it is cars, Hata kama ni she has seen cars. katika nyumba ya mfalme. If it is horses, Kama ni mafarasi. she has seen horses. Bwana mafarasi. If it is one, Kama ni it is disturbing. akasema Yesu ananisumbua. I don't know what to do. Sijui nini nitafanya. She went to the mother Akaenda kwa mama. and she said, Na akamwambia, "Mom, the king is asking kama ni wote if it is a half of his kingdom, kama ni nusu and he shall give it to me." shauri niulize nini? Praise the Lord. Nyansiongo, Nyansiongo. You are the bride of God. You shall not die by accident. You shall live and not die to be a testimony to God. And the Bible says, the head of John the Baptist, a man that was greater than the king, a man that was greater than any other man. Moses, he was greater than Elijah the prophet. Hallelujah. He was greater and equal to none that is born of woman. Praise the Lord. The girl went back and said, "Give me the head." What wicked girl is this? What are you going to do with the head of a person? It cannot give you money. It cannot give you food. It cannot bless you. It cannot raise you up. What do you want with the head of a man? Praise the Lord. But the woman was out with age. Hallelujah. I wish that who is greater than he, praise the Lord, when he saw all people coming to him and they follow Jesus, because in that you have had a mentor. Praise the Lord. When you see Reverend Mititi is lifted up, you have found a mentor. You have found somebody who can stand up and declare. Praise the Lord. When I got born again, I was alone. In a clan. Alone. I could tell you from born again. Praise the Lord. No born again. Alone. And my prayer was, God, what has come to our family? Let it spread out. And today, in that place, more pastors. Hallelujah. More pastors than I am. But the day God said I'm becoming a pastor, I was wondering. As a pastor, I am comfortable what I'm doing. Pastor, praying for my pastor, reading the young people. I am comfortable. And to make matters worse, you are going back to your community, back home. I never wanted to come after high school. As I was going up to colleges, he should go, why would he send you to a big
bigger town? Why should he send you to Nyamira? Of churches in Eldoret, around Eldoret town, and they had no pastor. So some brothers were telling that was not my place of calling. Praise the Lord. When we met the first time, praise the Lord. I remember the first worship. Praise the Lord. Amen. And today when I look at you and I see you doing well in ministry, do you know you are going to do better than where you are now? A teacher, there are many things you will not do. And God knew He has to sustain your health and keep you strong. They look at you and they want to retire because God has given you strength. Looking at him, he said he's younger than you, or is your elder? Oh yeah. Then praise the Lord. Amen. There are people today who are my age. When they look at me, they wonder what I'm eating. Because I'm still young. Praise the Lord. The first time I met Kiruna is when he was preparing for his wedding. I had not met him before. And that's when I met him. And he had testimonies, my friend. An overseer. We started praise the Lord. You remember it was giving the message. Praise the Lord. What am I trying to say? Paul has said a few things about our responsibility. 8, the first warning he gives us: take heed. Hallelujah. Amen. Take heed. There are many things which are going to happen. There are many things you are going to see. Mema na mabaya. Praise the Lord. But all the bad, God will defend you. God will release you. And none of them will hurt you. Take heed. In other words, what you hear, look at it with observatory eyes. Check as you are going through life. Ask yourself, how can I make it work? Ask yourself, how can I make it better? Praise the Lord. Take heed. Take heed. Praise the Lord. Don't allow people to begin to ask the Holy Spirit. Let Him direct you. He's always with us. He will give you all things with Him. Hallelujah. Together with Jesus, who He has given to us. I believe, Miss Mititi, you have many years to live so that you can serve the Lord. You have many years to serve. Praise the Lord. Why can't you come here and begin to make something come out? You know, I spend more of my time in church at the office. And when I'm there, I'm telling everything around that place. In the name of Jesus. Hear God. In the name of Jesus. Respond to God. In the name of Jesus. Let Nyamira change. In the name of Jesus. When I'm seeing
so frequently. Coming to church. But every day, not less than people give their life to Jesus. Every day, Pastor. Every day people are getting born again. But nobody is coming to your again. They tell you we went to that other church. They preach like you. I ask God bless you. Because if I tell them no, come to my church, they think I'm not looking for people to take to heaven. And you know, when people know you don't have people to help you, they cannot go to preach, but they make follow up. You know, so when you are talking about 70-day Adventists, I am not afraid about what you are talking, because I have been there. I 1987, I was there. 1988, I came out of there. And when I came out, they were asking me this question: why don't you stay here so that you can also show us what you have received? They will never get it. Praise the Lord. They'll never get it, my brother. Ndio wataanza kusomea vile ujui. Praise the Lord. Amen. Form 2. Until that time when I was working, when now I have received Jesus Christ, and then I prayed for her, and God healed her. And then they were asking, where did you take your mother? Praise the Lord. What did you do? Pray alone. Pray alone. I want to tell you, do all things. If you lay your sick, they shall recover. The mission Jesus gave his first disciples, he told them, I give you power. Heal the sick, cast out devils. No life. Praise the Lord. Number 1, preach. Preach. Number 2, heal the sick. Number 3, cast out devils. In other words, number 4. Number 4, bless the laborers. Laborers. Number 5, pray. After you raise them, they'll die again. That's what I tell them in my church. Don't worry. Where is Lazarus? He died again. Where is the child? Died again. Where is the son of the widow? Died again. Praise the Lord. So show the power of God. But after some time, they die again. So you need now to see, what do you want to do? Praise the dead and then they die? Or to preach the gospel and they get born again? Hallelujah. If there is anybody I would have wished to raise from the dead, was my wife. If there's any to raise from the dead, was my wife. Then I remember the testimony of C.T. Williamsworth. When he came back, they say C.T. Williamsworth had a gift. The dead against the wall, and then get ready for a bunch. And they bunch the dead, and they say back to life, and the dead will come back to life. But when he did not bunch, he just went there and he said, honey, you never say goodbye.
woke up, she looked at him and she said, next time I go, don't call me back. Because where I go, be here. That he said, next time you go, you tell me, honey, I go home. Oh, and I don't disturb you. So when she died the second time, it did not disturb her. She went home. I want to say to us, there is power in her given to us by the Almighty God. And the evil, all who are born again, God has given to us. Just here, at a time like this, the only problem is that we are believers who are seated on the power. But today my prayer is, may the power burn you and send you out. The power to burn you and send you out. Because some of us, we don't feel good if we don't see anybody. And I wonder why Christians. Oh my God. Unajua masaa ya kukula imepita. Na tulikuwa tumeambiwa leo ni siku ya kukula. Imefika sana. Praise the Lord. Amen. Leo ni siku ya kukula. Kwa hivyo tukiendelea, ukienda kula ukule na ya saba. Praise the Lord. Amen. Si unaona kuna watu walialika hapa na hawajakuja. Kurudi ya pili. Kuna ile tulikuwa tunasemanga shule unarudia. Lakini unajua nini unafanya. Hiyo unajua ile ya shule sio kama ile ya nyumbani. So hata ukiwekewa kakue kulima at least jaishi. So unarudia. Praise the Lord. Amen. Sijui kama wasichana walikuwa wanarudia chakula shule. Wanarudia. Oh my. Praise the Lord. Amen. But today we want to tell you, as we pray together with Reverend PTT, we want to say to you, what they have received, may it flow down. It affects in a special way all these Kichauri in the name. And all Kisii County, and all Narok County, and all the counties around us, may that which he received begin to affect you. People getting born again. You know, I have never seen somebody get healed. I only see one woman who had been saved. And he wondered what she's crying for. Because he was really crying when she's praying. And what is the problem? But she had many problems. Not many children. She had only one child. And so we thought, it is because he has no children. That's why she's crying. I've never seen a man cry all my young life to the age of 27 years. He made a noise. And the man cried. I went to see. When I saw, and I saw it's my uncle. Then I asked, what? Can a man cry? Praise the Lord. And then he said, he had lost his first daughter, whom he loved so much. Hey, these days I cry, not because I am in pain,
All my life as a young man. Never. If you beat me, that's up to you. I don't cry. Men don't cry. Praise the Lord. If a woman abuses me, I cry, including my mother. I cry. Praise the Lord. Because I realize I can't beat her. But if I had opportunity, praise the Lord. When I got born again, all these things, God helped me. And bad in those areas. Then I knew I'm delivered. If there is a place where my family, when my mother looked at me for 6 months, and she realized I cannot get angry, I just laugh. Then she said, this one is born again. That's where you are. People know you are born again. Praise the Lord. To the people in the office know you are born again. People where you live know you are born again. Or only the people in church they know you are born again. Number 2, he said, and to all the flock. Praise the Lord. Amen. In other words, every believer has a flock. The believer has a flock. And then God is saying to them, for yourselves, be warned not to sin. Be warned to live a righteous life. Walk uprightly. And read the word. Seek the face of God. And also those who you read to God. How to live with God. How to serve God. You know, it is a pity. Praise the Lord. That we are coming from this area. You know, this area. This is the but when you look at the way people live, you ask yourself, what is that? Thank you so much. And for you to sit here and listen, it's a blessing. It's a blessing. God bless you. God multiply you. I want to thank you for every one of us who has come to this place. And I now declare in the name of Jesus, let your miracles take place. I speak against the spirit. I bind the spirit of confusion. I bind it in the name of Jesus. And I declare the name of Jesus. We send your word to where there is sick. And we command healing. Amen. Amen. I can preach and continue. Because I'm a preacher. In 2 Timothy chapter 2, verse number 20 and 21, it says, in a bigger house are not only vessels of, and because we are all manner of vessels, because we have the word of the Father for 2025, I want to say to her, the crowns of rejoicing. We have to begin to see which are these crowns. The crown of healing souls. The crown of inner laws. That crown is for us. And it begins with you. If you can win a soul, if you possess the cowards, the drunkards, the
the witch. They have no place in the kingdom. Don't allow fear. Tell them even when they don't want to hear. Shout it even when they don't want to listen. Because it's our year of crowning. Nataka tuombe pamoja na wachungaji. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sina hii ni safi. Hii ni safi. Haina uchafu. Hata ilikuwa na uchafu kwa ajili ya Mungu. Is this that this year every soul that the enemy has taken, the Lord will break that power. Yes, man. What is that? Asante. Yes, man. Praise the Lord. Now, get over. I want you to know, especially when the time of need arises, but I want you to know, I will not ashame you. And I know you are for the glory of His kingdom. So as we pray for you, we are only releasing you back. And we declare that as you come, the Bible says, he who enters through the door, he shall say, praise the Lord. Door. You are ashamed. Another thing I want to say, never fear to take us. Steps are challenging, but anytime you have a decision to make, make that decision and carry it out, and you have our backing in the name of Jesus. And I want to say, and you have disobeyed Bishop Dr. Mark and the entire team. The authority, and if you obey the authority, and if you obey God, you receive the blessing of obedience. Matthew giving a man of God water, and doing anything for a man of the man of God. You receive the word of the man of God, receive the word of the prophet. So whenever you see them, please serve them. Even if you give them an all blame, we will not complain. Because in the deliverance church, people never complain. It's easy, they come and live here. We'll never complain. We come and take tea in their house. And we rejoice together with them. So stand with them, pray about them, and serve them. And by serving them, you serve God. Now, I want to akitembea na miguu. Wakati walikutana na Mungu akitembea kwenye miguu, tembea kwenye miguu ya wapendwa hawa. Ukisawaona wapendwa hawa, ujue umemwona Mungu. Because they are carrying God with them. So bless them. Some of you think if we pray and you see the miracle, you don't have to pray for us. That's a heresy. Paul says, Paul saw every kind of miracle, except one miracle he never saw. And God did not answer that. Say, my grace is sufficient for you. The grace of God will be sufficient for you. The grace of God will keep you. The grace of God will bless you.
above. Wakati watu wako Kurukaruka, ya wanatafuta ango ya kurukaruka. They don't just jump. Wanasema kuambia waweke magoti chini, pia wanatafuta ango. Because but all the same is enthroned. Stretch all of us our hands over. Our Father, in the name of Jesus, we receive your servants whom you have anointed. We pray in the name of Jesus that Kijauri will receive them, that Nyansionga will receive them, that Moramu will receive them, that Yamira will receive them, and the nation will receive them, and the nations of the world will Jesus, that let your fire rest upon their lives. The words they speak on the Spirit, when they bless, those who are blessed, they are blessed. And I pray today, they shall bless, and the cast those, they shall bless in the name of Jesus. May your hand rest upon them. May they become God, visible to every eye, both in the spirit and in the physical. Mark them for success, mark them for progress, mark them for victories. Father, we bless them. God, we bless them. Bless them for long life. Bless them with good health, with peace. Bless them, God, with finances. Bless them, God, with good things. We bless their children. In Jesus' name. Amen. 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 We used to sing a song which I never hear these days. Bwana ametoa uzima ule yule atakaye hatapata ule. Bwana ametoa. Anything you want, because the Lord has given it. Amen. I want to ask your friend to come and say a word before. Amen. We give you the right hand of fellowship in the name of Jesus. Yeyote atakayewanyoshea kidole kuanzia leo kutoka kwenye hii madhabahu, na Mungu mwenyewe akamkemee. Atakaye kwanza sana na mtakaye mbariki amebarikiwa. Na nawaomba msilalamike. In everything you do, just bless, speak good, and allow God to move. And whatever is in the end of your body, because I'm hearing, I don't know, I'm hearing it's like you're challenging your chest. Let me pray for you. Release the miracle of healing to our sister. I command that let the pains go in the name of Jesus, and let healing appear. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I bless you. But there's somebody who has had a very severe headache in our midst.
I don't know who you Kichwa are. inauma sana katika. Badala ya kwenda kula na mtu anaumwa na kichwa inauma mbaya, sio nikuombee. Wewe unayesikia kichwa inakusumbua. Kichwa inakusumbua. Wewe kujaba. Kichwa na nasikia mwenye akisikia kinamuuma, anafika mahali anasikia kama anaishiwa nguvu. Ili muenda kumtukuza Bwana. Mikono yenu juu. I want to pray for you. Father, as I stand on this altar, I command healing. Be healed. I rebuke the headaches. Ready to go. Go! In the name of Jesus. Go! In the name of Jesus. I build up against you, spirit of headaches, never to come back. I shield them in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Yes, be healed. In I declare your miracle of healing now. Be healed in the name of Jesus. I declare no more drugs. Be healed in the name of Jesus. As you receive your healing, may this celebration become memorable in your life. Mahubiri mazuri. So this time usijali tutakula. Najua tumesikia jana tutakula. Reverend Margaret. Tupenda kusikia kutoka kwenu. Karibu sana. Mke wangu aongee kwanza na maneno mawili matatu. Nataka niongee kwa kifupi katika kipindi cha maamkuli. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Mwokozi. Mungu sana kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametupatia, na pia nashukuru Mungu sana kwa sababu ya nyinyi kufika. Kwa majina anaitwa Margaret. Reverend alisema ila to take me to stand with him. Imekuwa si kazi rahisi ile dada yangu amesema pale pale. Katika huduma but the Lord has seen us through. And it's all to the glory and honor of his name. Because the word of God says we are more than conquerors. Bwana Yesu asifiwe. So nashukuru sana kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa. Na mmekuwa wazuri na tutaendelea kufanya pamoja na tutabarikiwa pamoja. Otherwise I take this chance also to thank miaka mingi, but he made it possible to come. Huyo ni brother dogo ambao Eric anafuata, ambao ni bwana huyu anaishi Nairobi lakini he had to come. So I really want to thank God for his coming. Na yeye kukanyaga tu hapa, unajua kuna jambo imetendeka kwake. Right, I thank you so much for coming and the children. Thank you so much for blessing us. Kazi kwa rahisi kwetu. Na kisha ajabu ni kuwa pia napenda kushukuru wale kutoka kwa mzee wangu. They have been very supportive. Hawa wale kukosa, they have always been here. But for my family, I think this is. But as I told, I don't take it for granted. I really want to thank God that He has made it possible for my simple family to. Sana. Otherwise, I school sana kwa Sister Reverend Joyce Mango for also coming. I wish you know.
Thank you, Reverend. You've been a friend to me. Miaka blessing to us. Mungu awabariki na watende mema sana. Thank you so much. Bwana, kabla sijazungumza, members of family nimeona wanaingia, lakini kuna ndugu yangu mmoja wapi Konge, uko wapi? Kuja tu. Niko na ndugu yangu kidogo ambaye ananifuata mara ya 3. Huyu ni engineer ambaye anafanya kazi ya kujenga kule Sirari. Naitwa Konge, family members wanakaa huko. Sana kwa kuja. Amen. Hiyo ni ndugu yangu kidogo. Nataka niongee mambo machache sana kwa sababu ya wakati. Hana sisa. Jambo la kwanza nataka nizungumze. Mimi sikutamani kazi ya uchungaji. Mimi ni yule mtu mmoja nilikuwa ninadharau hata wachungaji. Kosa ya kufanya. Bwana asifiwe. Nilikuwa naona kana kwamba I think someone can do something better kuliko kufanya kazi ya uchungaji. Na Mungu akiwa mbinguni yangu na hayo mafikira na alinitaka sana. Bwana asifiwe sana. Nilipokuwa tunahudhuria kanisa mahali fulani na watoto walikuwa wadogo wako pale wanasoma Kisebei, Sunday moja tukiwa tunajiandaa hiyo kanisa hatuendi tutaki kwenda. Sasa Sunday hiyo tumevaa vizuri tukakaa kwenda kanisa. So nikaenda Kisii kwa Bishop Jalia kusikiliza, alikuwa ni pastor. Mwambie unaweza kutufungulia kanisa kwa sababu kanisa ya kipekee ya kiroho familia imekataa. Kaniambia basi enda utafaniambie nitakutumia mchungaji. Nikazunguka, nikatafuta, nikapata. Nikatengeneza, nikalipa. Nikatengeneza signpost. Basi nikarudi kwa Bishop Jalieko nikamwambia nimepata horo. Hanja, lakini kabla hajakuja endelea kushikilia. Na nilimsumbua sana na simu nyingi. Atakuja lini? Kwa maana hii kazi mimi sitaki. Bwana atakuja lini? Anasema ngojea. Atakuja lini? Anasema ngojea. Meanwhile tukawa kila Jumamosi ya 3 ya mwezi watu wa Kenya House of Prayer walikuwa wanakuja pale wanafanya maombi siku nzima. Jumapili wanakuwa distribute. One Sunday wakatuma mtu kwa kanisa, tulikuwa pale Gorogo Academy. Tukiwa tunaimba nikaambiwa kuna mgeni hapa. Katoka nje nikamuuliza wewe ni nani? Kaniambia mimi ni mgeni kutoka Prayer Mountain. Nimetumwa hapa. Kamwambia kwa sababu hatujuani usiniambie jina niandike jina so that hata nikikuintroduce nisionekane sikujui. We had never met. Ngojea mchungaji ni mimi ninajua na mke wangu peke yake. Kuna mtu anajua. Na tulikuwa tumeongojea kweli. Ilikuwa miezi ngapi tumeongojea? Alikuwa anaitwa Kaunda. Alikuwa Kaunda ndiye anakuja na hakuji. Bwana asifiwe sana. Nairobi ambaye alikuwa anaitwa Nguri, sijawahi kumsahau. Tukiabudu naona amesimama amekimbia pale mbele amenishika mkono. Akaniambia akasema hebu simama kidogo Mungu ana hivi. Huyo mchungaji ulikuwa unamngojea kuja kuchukua hii kanisa hata kuja. Mungu anasema wewe
kumwambia kaangaliana na mama eti mmeumana. Nasema Mungu amekuwa mchungaji, na pia Mungu ataona kuwa kuna mambo iko mbele, kuna vita, kuna misukosuko. Akasema he will see you through. Bwana asifiwe. Sasa Mungu alijua, Mungu alifahamu. Ningeambiwa ninapewa kanisa singekubali. Akasema shikilia. Nikashikilia na alifanya nishikilie kwa muda ya kutosha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niliingia kwa uchungaji. Bwana asifiwe sana. Na kwa huo muda nashikilia, nilikuwa nahubiria tena, tunachukua sadaka, tena sadaka tunaenda nayo kwa nyumba, tena tunarudi Jumapili. Niliendelea hiyo kwa miezi mitatu, na nilikuwa naongea kwa sauti kubwa. Angalia wakiani, ni familia. Sasa niko kanisa ya familia hapa. Kanisa ya familia iko hapa. Bwana asifiwe sana. Na Mungu, God has been faithful. Ameweza kutulinda mpaka Bwana asifiwe sana. Nimemwona Mungu na kufikia sasa hivi ile kazi nilikuwa ninadharau. Kufikia sasa hivi nataka nikwambie hakuna kazi nyingine ninaweza fanya isipokuwa Bwana asifiwe. Bible School tayari kikundi cha kwanza kiko karibu kugraduate. Tuko na Bible School hapa inaendelea. Na inaendelea vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni umbali huo ambao Mungu ametuleta. Ningependa ku appreciate kanisa. Unajua mimi nilifikiria tu tukitoka ordination inakuja tu kutengeneze tukule. Lakini nilipofika hapa, nilipoketi na committee, nilishangaa. Nilijaribu kusema nataka, I don't want to take the church for granted. Nataka ku appreciate kidogo. Hii kazi si kidogo. Nimeshakwa kazi mmefanya ni kazi kubwa kabisa na kazi ya ajabu. Na pia mwisho kabisa tulikuwa tumeanza taratibu kuwa tunapeana zawadi kwa washirika ama wafanyikazi wa kanisa church workers ambao wamefanya kazi kwa bidii. Kwa hivyo tuliambia wewe zawadi. Waliandika vijikaratasi. Hivi vijikaratasi nimeweka for auditing. Out of those recommendations we picked the 10 ambao walisema hawa kazi yao imetuguza. Hiyo ninataka, kwa hivyo tulikaa na local church council, tuwabariki na naenda kuwapa hizo bahasha kwa haraka, na nitauliza wapasia, nitakuwa na waita alafu na wakabili hizi zawadi appreciation. Na ni nyinyi mlipiga kura, si mnakumbuka? Kwa hivyo Kerubo Mititi ya kwa hiyo ni miti yangu, lakini na wanamappreciate kwa kuimba katika praise and worship. Asha na mbili yako ni namba 3. Waliandika Asha akasema kazi yake ya uasha ilivyokutia. Namba 9. Namba 8 ni Justin na Buma, pia walipelekwa na watoto wako, wengine hawakujua jina, wanasema wanaandika kwa karatasi yule
Namba 6, idara ya watu wamemtambua kwa huduma. Huyu sana anahusika katika kuimba praise and worship na katika one-on-one siku ya nabii. Wakati hapo kazini anaweza kuona mpaka jikoni, mpaka Ilongo. Namba 5 ni Pastor Dennis Ratemo Toto. Anatambuliwa kwa Kingdom Generation. Wale watoto mliona wakicheza. Pia naona ni kijana yangu anaitwa Isaac Mititi. Amekuwa kiongozi wa praise and worship, lakini hayuko kwa sababu ya Nairobi, lakini kuna ndugu yake hapa mfupi sana. Huyu jamaa ni mfupi kiasi. Bwana asifiwe. Namba 2, kuna dada wa Kingdom Generation ama Sunday School ambaye anaitwa Lydia Ogoti. Lydia Ogoti, huyu watu wamekuwa wakimwimba, wamesema na yule dada, na yule dada, na yule dada. Basi ndio huyo. Ako very active kwa Sunday School. Mungu akubariki. Wana votes nyingi kabisa kulingana na nyinyi. Ni Pastor Collins. Kwa hivyo nafikiri nitafikia hapo. Hao ndio mlichagua the top. Inaonyesha kuwa hakuna kazi ambayo inamfanyia Mungu ambaye haionekani. Ni wapendwa ndio walichagua, sio mimi. Nyinyi ndio mli. Kwa hivyo nafikiri nitamalizia hapo. Na ninaona masahani nakuja. So wenye masahani. Bwana asifiwe. Basi. So tunataka wale wa keki. Dada Lucy uko wapi? Mjipange. Tunaenda wakati ya wasazi wetu ya kilo keki. Sasa wakati wa ordination tulivalishwa hii. Hii ndio tulivalishwa na bishop. Wale wote walikuwa wanavalishwa hivi. Kwa hivyo nikasema nikija hapa sherehe nivae vile tulivalishwa. Tulivalishwa hii, kuja nayo sasa niko fully armed. Na ninataka niseme kwa kufikia
wajukuu wangu, karibuni hapa. Karibu. Wameweza kuwa hapa, na wengine ambao wangeweza kuwa hapa. Watoto 5, wavulana 2, wasichana kuna yule mmoja alitangulia, alafu tuko na wajukuu 4. Kama mnamjua na kazi imefanya hakuweza kufika kwa sababu hayuko. Pia kuna kufika, lakini walikuja kwa sherehe ya Nairobi. Kwa hivyo labda kwa wale wageni watajitambulisha tu kwa majina. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi. Nimeokoka, jina yangu ni Elizabeth Kerubo Mititi, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maybe wengine wanijui, mimi napatikana pale town, nashiriki kwa Bishop Nyarieko. Sherehe kama hizi, functions za hapa kidogo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina ni Tito John. Huyu ni mjukuu na yule ni mjukuu. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Nataka kusema hivi, tafadhali tusiondoke, chakula ni nyingi, tutengenezea watu wengi, naona wengine hawakuweza kufika. Basi nataka kukaribisha wa keki haraka, alafu tumalize mambo ya keki. Ni zawadi Reverend Titi na Margaret wakati ambapo tumaliza. So that karibu. Sasa tunataka kuingia kwa keki. Dada Lucy yako wapi? Kwa keki tafadhali. Tutasalimia wa Reverend Margaret, Reverend Margaret. Tukiwasalimia hivi weke hivi. So kuna kifungu. Kama ni yako tafadhali kifungu uweze kuniona. Usiende kulala nje. Kuna kifungu hapa kupotea. Wakiwa wanaenda kwa keki. Ama kama wako tayari, weka shift. Tuingie kwa mambo ya zawadi. Tafadhali naona kama keki wako mbali kidogo, tusongeze hivi. Tutoe hiyo, tuingie kwa mambo ya zawadi. Kwa mambo ya mazawadi ama zawadi. Tuko na familia wetu wa kanisa hili, tuko na makanisa ya region hii wamekuja kwa sababu ya watumishi wa Mungu. Kwa hivyo tunaenda kwanza na kanisa. Bwana asifiwe. Tunaenda kwanza na kanisa. Kanisa. Hebu leta hiyo zawadi hapa tuione. Hai ni mzito. Unaona hiyo zawadi ni mzito sana. Mzito. Ya Margaret.
Sasa watu kwanza sumbuka kwenda kwa dobi, kwenda kuosha nguo. Hiyo kanisa imenunua. Kanisa imenunua hiyo. Pastor Emo. Hebu leta hiyo zawadi. Kuna mazawadi hapa. Bring that zawadi here. Weka kama mzuri hivi. Zawadi inaweza kuja. Basi wanakuja ikiwa wamebeba meko. Bwana Yesu asifiwe. Najiuliza mnaleta mtungi na meko iko wapi? Meko iko njiani inakuja, itawafikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunashukuru sana prayer warriors kwa hizo. Pia kama kanisa tunataka kumaliza na kanisa kwanza. Tunataka kusalimia reverend na umsalimia mkono tupu. Tafuta kitu uko nacho uweze kusalimia. Kwa vile hapa kikapu hapa. Kama vile ambavyo tunafanya salimia. Na kuwasalimia unajua. Nataka kuwasalimia kama kanisa. Nataka kuwasalimia kwanza kama kanisa. Wazee tafadhali. Wazee wako wapi? Wazee tuko wapi? Hebu tukipande haraka hiyo. Kama wanaume. Basi mwenye ana kwa mkono unakuja hapo unaongeleza pasta na mwambia kuna kitu namwekea na kupea namba ya simu. Hebu tuwasalimie hivyo tafadhali. Basi watu wanaendelea hivyo. Tunataka kama tukaribishe familia za video ili tutaleta. Wataleta zawadi kwa kujena wanapata kuja. Sasa tuingie.
Vijana tafadhali, vijana kwanza, tumalizane na vijana. Vijana wamekuja kwa familia. Sababu tunaendelea kujipanga tukija kwa familia. We don't want to waste time, maana sasa imeisha. Familia tafadhali, hebu kuja msalimie ndugu yenu kwa wageni. Wale wageni ambao wametuletea wageni, kama kuna reference wangependa kukaribia, tafadhali. Pia unaweza kama una kwa nini, unaweza kutuma kwa simu. Asante sana Reverend Arita kwa zawadi. Asante sana Reverend Joyce kwa zawadi. Basi unataka kupeana namba ya pasta ni 0725 82 0727808316. Wageni wote tumemaliza. Kama uko mgeni hapo, hata kama umetembea na uko na zawadi hapo, unaweza kutoa. Tumemaliza. Okay. Kwa sasa hivi dada Rusi atuongoze kwa kukata keki. Dada Rusi kwa haraka. Amen. Praise God is good and all the time. Wakati huu tunataka kuwakaribisha wakubwa wenye sherehe na mafuta mapya. Tunaomba pia nasi waweze kutuonyesha mafuta. Praise God. And before that, I'm also a spiritual daughter. Wamenilea. I came in this place at the age of 17 after my Form 4, that's 2012. They have been there for me. Wamenichukua shule. I left the house get married 2020. Praise God. One husband and 2 daughters. Praise God. So these are the servants of God. Tukijishikilia kwao na tu wakati vile wengu wameshuhudia, tutabarikiwa. We shall never be the same again. Praise God. Sasa ni kwa mbele, simshangilie tu Mungu. Chakula kwa utukufu. Pia ningependa kukaribisha watumishi wa Mungu wale ambao wanaambatana na wao. Wakaribia hapa mbele kuandaa hiki chakula kwa utukufu wa Mungu. Watusaidie kukata hii keki na sisi tuwe tayari kuatia moyo. Praise God.
Reverend in the place of Bishop Juguna. Karibu hapa. Amen. Praise God. Siki chakula ni kizuri. Praise God. Yes. Reverend kwa sababu hapa ni nyumbani kwako. Ningependa tuombe alafu mtusaidie kukiandaa. Yesu, nasema ni asante kwa mchana huu, ni asante kwa sherehe hii, ni asante kwa keki iliyo mbele yetu ikabili mkono. Amen. Amen. Mama, chukua kisu, shika vizuri. Daddy, nataka
Basi ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru kila mmoja wetu. I want to appreciate ambaye alifanya hii siku kuwa success. Nataka kusema ni asante sana kwa Reverend Arita kuweza kutoka kule Nyamira kwa familia yako utakaporudi. Wengine ni Pastor Reverend Juguna kutoka kidogo Crusade. Pia nashukuru kwa maisha yake na kwa sababu ya kuweza kuja. Asante sana. Wakati tarudi kule Mirongo, peleka salamu zetu huko. Alafu wakati mwingine mkipanga tutakuwa mahali pa. Pia kushukuru sana Reverend Kibageni aliondoka kidogo. Naye pia napenda kushukuru sababu yake kwa sababu ya kukuja kusherehekea pamoja na sisi. Asante sana Pastor kwa kutoka huko Narok na kukuja mahali hapa kuja kushiriki pamoja na sisi na familia ya Masibo kuja kushiriki na sisi familia ya Ongoni, mandugu za Reverend. Asante sana kwa kuja wengine kwa sababu ya familia. Napenda kusema pia ni asante kwa sababu ya Duncan ambaye chukua hiyo nafasi ya kuchukua picha pamoja na Radio Funa. Tunashukuru sana ya bina wa partners Radio Funa. Tunashukuru sana kwa kuweza kuja kuweza grace this occasion. Bwana sana kwa subregion yetu ya Borabu. Pastors ambao wamekuwa sikia leo na tumeweza kusaidiana kwa sababu ya sherehe hii. Pia ningependa kuchukua nafasi sana kushukuru committee walio mipango yote, committee members. Bwana awabariki sana, Bwana awatende mema. Pia nataka kusema ni asante kwa sababu ya kila mbariki. Bwana awatende mema, Bwana awapiganie na Bwana aweze kuwaonekania kwa sababu ya chochote ambacho mlileta hata kuweza kujitolea. Asante kwa kuweza na tunasema ni asante kwa sababu naweza kualika na wageni na wasikuje, lakini nimeweza kuchukua nafasi ya kuweza kuja. Kuna wale pia ambao tunaweza kusema wametoka mbali na karibu kukuja kwa sherehe hii. Bwana wabariki, Bwana awatende mema. Na pia wakati mwingine tukiwaita, tafadhali muweze kuitika. Tafadhali Radio Funa, kama kuna mmoja wenu anaweza kupea tu nafasi dakika moja tu kusema kitu msiwasahau. Radio Funa. Jambo katika jina la Yesu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kipekee hata ya kuweza kuwapa nafasi kuhusika na mtumishi wa Mungu Pastor Reverend. Tumejua kabla ya COVID-19 tukaanza safari na yeye pale redioni, akawa akifanya kipindi kama Radio Funa. Tunafurahi sana wakati mwingi tunapokusikia kwamba uko karibu na sisi na uko na pamoja na sisi. Jambo la pili, imekuwa ni siku ya mbaraka kwetu kuweza kuwa hapa kwa mara ya pili kwa ajili ya kutoa shukrani. Wakati mwingi huu unahubiri, lakini leo na Mungu anazidi kutuinua, na hivyo tulipotaja na shughuli nyingi walisema Mungu akubariki. We endeavor to work with you and to be with you. Sasa vile Mungu amekusaidia umefika hapo, si tuombe hata sisi sasa tuweke ile imesalia. Hicho kidude kimewekwa juu ya kamera. Leo ni mara ya pili kinafanya kazi. Kilifanya kazi kikiwa kipya na leo kimefanya kazi. Tulikuja na moja, leo tunakuja na mbili, but advanced plus a yellow box. Na naona Mungu amewabariki kanisa. Pongezi kwenu. Last time tuliona wako na uniform nzuri, leo hii mnapendeza. This man of God to be. Wakati mwingi we don't see that. You have molded him, and when I grow up I want to grow old as him. Leo nimetembea na wawili, kawaida ninatembea na wawili, kuna wale Japendi hapa mbele sana, naitwa Joseph Obuogi.
pale ndani. Asante kwa mwaliko, Mungu awabariki sana. Barikiwa sana sana sana. Bwana kula. Lakini wacha niwaambie hivi. Msitoke mahali mko kukaa hivyo, mpanga. Lakini pastors, reverends na familia, tafadhali tunaema mahali pale. Wacha tuombe, nataka tu Bwana asifiwe. Unajua hapa tumechinja ng'ombe. Unajua ng'ombe? Ng'ombe. Kwa hivyo ng'ombe haikuishaki haraka. Chakula ni nyingi. Tulikuwa tumepigia chakula cha watu 500. Hamjafika 500. Bwana asifiwe. Mambo ya kukimbishana chakula kiko utakula mpaka utashiba. Kwa hivyo tafadhali tukae tutulie. Kwa hivyo usisumbuke. Bwana asifiwe. Utakula utashiba. Kwa hivyo tunaenda kuombea chakula kwa sababu tunaenda kuachana, wengine waende nyumbani. Tungependa kukukaribisha katika hii kanisa ya Deliverance Church kama unatoka kama karibu. Baada zetu tunaanza saa 3. Karibu siku ya kesho na Bwana. Kwa sababu hiyo tungependa our new reverend Bititi aweze wimbo wa maombi ya kumalizia na pia uombe chakula alafu tutasipasa. Sawa. Chatuombe wao kipindi chetu kiondoke saa 1:30 mpaka saa 2:30 kila Jumamosi. Saa 2:30 kila Jumamosi. Wacha tuombe kwa ajili ya chakula. Mungu Baba, Mungu mwenye uwezo na mamlaka yote, tunasema ni asante. Napofika wakati ambapo tunaenda kula Bwana, Mungu wangu ninabariki na kutakasa hicho chakula, kiomba kila mmoja anaenda kukitumia akaenda kubarikiwa. Tunasema ni asante pia kwa wale ambao kwa wanarudi katika sehemu zao mbalimbali, na kabidhi magari yao yote na kila njia ya usafiri, kiomba wakasafiri salama kutoka mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari. Tunasema ni asante. Kesho tuko na ibada zetu kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7:30. Karibu hapa.